Hii ni The Sweet Story. Mimi ni Joel Leonard na hii ni JLTV. Kumbuka hii leo tupo na Jamie Vardy. Kabla ya kwenda kumangazia Jamie Vardy, unaweza ukasubscribe, ukalike, ukashare na kucomment. Lakini pia kwenye mitandao ya kijamii ni Joel Leonard. Njoo pale tuzungumze michezo. Mafanikio yako unayo mikononi mwako mwenyewe. Jamie Vardy ni moja ya hadithi za kuvutia zaidi katika soka la kisasa. Kutoka kucheza ligi ya chini na kufanya kazi kiwandani hadi kuwa mshindi wa ligi kuu England na mfungaji bora, safari yake ni ushahidi na dhamira, juhudi na kutokata tamaa. Jamie Richard Vardy alizaliwa tarehe 11 Januari mwaka 1987 huko Sheffield, Uingereza. Alikulia katika familia ya kawaida na hakupata nafasi ya mapema kujiunga na academy kubwa kama wachezaji wengi mashuhuri. Vardy ni miongoni mwa wachezaji ambao walishawahi kukataliwa. Alikataliwa na Sheffield Wednesday akiwa kijana kutokana na mwili wake kuwa mdogo. Baada ya kukataliwa, Vardy alijiunga na Stockbridge Park Steel, timu ya daraja la 5, timu ya daraja la 4 nchini England. Wakati huo alikuwa akifanya kazi kwenye kiwanda cha kutengeneza vifaa vya matibabu kwa watu walemavu, huku akitumia muda wa ziada nje na kazi kucheza soka. Muda mwingi alikuwa akicheza bila mshahara na mara nyingine alikuwa akilazimika kulipa nauli yake ili kwenda sehemu ya kufanyia mazoezi. Mnamo mwaka 2010 alijiunga na Halifax Town ambapo alifunga mabao takriban 26 katika msimu wake wa kwanza, ambapo mwaka uliofuata alihamia Fleetwood Town daraja la 5 na kuwa mfungaji bora akiwa na mabao 31. Uchezaji wake mzuri uliwavutia klabu ya soka Leicester City. Walimnunua kwa pauni milioni 1 sawa na bilioni 3 na milioni 200 za Kitanzania, ada iliyosemwa kuwa kubwa zaidi kwa mchezaji kutoka ligi daraja la chini. Maisha ya Jamie Vardy ndani ya Leicester City. Katika msimu wa 2015-2016, Vardy aliongoza klabu ya soka ya Leicester City alipoishangaza dunia na kushinda ligi kuu ya England kwa mara ya kwanza kabisa. Vardy aliweka rekodi ya kufunga mabao katika mechi 11 mfululizo, huku rekodi hiyo haijawahi kuvunjwa na mchezaji yote pale EPL hadi sasa. Aliendelea kuwa mchezaji muhimu kwa Leicester City, akisaidia kushinda pia FA Cup mwaka 2021 na kucheza michuano ya UEFA Champions League, huku mafanikio yake binafsi akiwa mfungaji bora wa EPL mwaka 2019-20 ambapo alifanikiwa kufunga mabao 23, huku akiwa mchezaji bora wa mwaka 2016. Kutajwa kwenye kikosi cha EPL mara kadhaa ilikuwa ni mafanikio kwake Jamie Vardy binafsi, lakini pia kuitwa kwenye timu ya taifa ya England akiwa na miaka 28, ishara ya kuwa mchezaji aliyechelewa zaidi kuitwa katika timu ya taifa ya England. Alijiunga na Leicester City mwaka 2012 hadi sasa amedumu akiwa takriban na miaka 13. Unamkumbuka Jamie Vardy kwa tukio gani? Unaweza ukashare maoni yako, ukacomment, ukalike, ukasubscribe. Lakini pia Instagram, Facebook na Twitter au X ni kwa jina moja tu, Joel Leonard. Nenda pale tuzungumze michezo. Kumbuka hii ni The Sweet Story ndani ya JLTV.